Safari ya maisha ya mwanadamu imegubikwa na changamoto nyingi mno. Ugumu wa maisha na elimu duni ndicho kinachosadifu hapa. Mzawa TV imewasili hapa Ng'ong'ona jijini Dodoma, ambapo inakutana na Janet Kilua mwenye umri wa miaka 56. Anatupa historia kidogo ya maisha yake. Mume wangu tumeachana tuna miaka nimesema karibu 15. Alikuwa yuko Mvumi Mission. Alivyonichukua bado mdogo, kanizalisha. Baadaye kapata mke mwingine, kachukua na ile nyumba kauza, vitu vyote kauza. Na barua za mahakamani hapo mjini ninazo, lakini nilipokuwa najitahidi kwenda, wanasema nitafute nani? Pale kuna wanani wanasema nilipomtafuta wakili ananiambia kila mwezi niwe natoa 300,000. Kwa hiyo nikakosa mwelekeo wa kumpa wakili wa 300,000, nikaenda kumwangukia hakimu. Mbona nimekuwa sina uwezo wa kumpa wakili, uwezo mkaongea na mimi tu nijidarakie niongee kama mimi? Wakasema haitakiwi mama, mweziwa na wakili na wewe tafuta wakili. Nikashindwa. Ndio nikaanza tu kukaa kutembea hivi. Hichi ndicho chanzo cha kifo cha mama wa mtoto huyu. Janet Kilua anatueleza kwa kina. Huyo aliyokufa huyu hapa akaniacha watoto 2 hawana baba wote. Mpaka kaanza nimeanza kumuuguza. Nilikuwa na kiwanja nimeuza. Alipokufa nikaja hapa nikapanga nyumba hii hapa. Ananidai kodi, kula na hangaika, mtoto hana maziwa. Yaani naenda kwa majirani, wananipa unga, wengine ana kibarua nafanya, wananipa. Ndio nikapata namba, nikamtafuta mheshimiwa. Nashukuru Mungu wakaanza kunisaidia. Mpaka sasa hivi wameninunulia na kiwanja. Nashukuru sana Mungu ajazeni mema. Na waombeni na hapo tena kama kuna uwezekano mlivyonipenda kunisaidia kiwanja na hapo mnisaidie nipate angalau hata chumba kimoja. Lakini sasa hizi na mapambano yangu na hapa waliponipa unga umebaki kidogo tu. Lazima tena nitawasumbueni. Ndio ninavyoishi hapa. Mama yako huyu alikuwa anasumbuliwa na mshono. Kajifungua, kakaa siku ya kwanza, siku ya pili tumbo likaanza kumjaa. Basi mwili mzima ukaanza kuvimba, ndo wakatuchukua, akasema twendeni Mkapa. Tulivyoenda akasema mwili mzima ni maji yamejaa. Tukakaa siku 5 mshono ukafumuka. Wakaenda kumshona, wakasema toa 900,000, nikatoa. Tukakaa siku 2 mshono ukafumuka. Yaani alivyokaa kama kafa alikuwa amemshona, mshono kafa na mshono 11. Unafumuka tu. Kwa hiyo ndo chanzo cha kufariki kaniacha watoto. Mwezi wa 4. Tulikaa mwezi wa 4, wa 5, 6, 7, wa 8 ndo kaja kufariki. Tarehe 8. Mwezi huu. Hapo tuna miezi kama 3 kufariki yeye. Tangu alipofariki. Kuanzia mwezi wa 8 tarehe 8. Sasa hizi miezi ngapi? 3. Alifariki wa 4. Ndio nahangaika na huyu kuhusu maziwa na homa alikuwa anayo. Alikuwa na mwili nilimwachisha ghafla sababu kwa kukosa vitu vya kumpa. Mtoto kanyong'onyea, nimeenda Makole wakaenda kumpima akasema usimwachishe maziwa bado ni mdogo. Ule usemi wa maandiko matakatifu usemao ya kuwa zaeni mkaujaze ulimwengu ndicho kinachothibitika hapa mara baada ya baba wa watoto hawa wote 2 kutojulikana walipo. Huyu tangu apate mimba sijamuona babake. Huyu hapa kaacha watoto 2. Huyu ndo mkubwa alivyokaa sana akasema ngoja nizae kwa vile sipati mume, ndo akapata mimba yangu. Babake huyu simjui, nimemlea hivyo hivyo. Naye huyo alivyoanza kuugua tu kaanza kuugua hivyo mpaka akajifungua, mpaka nimegharimikia, nimeuza kiwanja kauguziwa milioni 11. Sikumuona mwanaume yoyote. Ndio unavyotuona hivi. Sikumuona yoyote, hata ndugu sema huyu alikuwa na mwanangu labda sikumuona. Mpaka akafa tumezika sikuona yoyote.
Hili likawa ni ombi kwa jamii pamoja na serikali. Kutamani kwangu, nachokuwa naomba, niko chini ya miguu yenu, naomba tu msaada kwa kunisaidia hicho kiwanja mmenipatia, na hapo tu mngenisaidia hata nipate chumba hata kimoja tu. Ndio nachokuwa natamani, hata kama wananiona, ndio naomba msaada. Una uwezo wa kufanya biashara pengine? Na uwezo wa kufanya biashara, ila sina msingi. Sina kabisa. Kwanza hapa nimekaa nyumba hii na miezi tangu niingie mwezi wa 8 tarehe 15 kutoka kumzika marehemu. Sijalipa kodi. Mpaka mwenye nyumba analalamika, sasa umekaa bure tu, ulipi? Niambia basi hata kama mvua ikinyesha utakuwa unanipatia kibarua na lima ulipa hiyo kodi. Kasema mimi nataka hela tu. Ndio hivyo bado nahangaika naye. Juzi ndio alipokuja nikamwambia nilikuwa naumwa, naomba niachie tu hata wiki moja nifanye mchakato nipate hata kulipa mwezi mmoja. Bado kanisikiliza. Na nilikopa hela kwa mtu ni 35,000. Nilikuwa bado ndo nafika hapa, ananiambia niende nikabelege maeneo ya Itiso huko ninunua maziwa ya huyu mtoto. Safari ya matumaini pamoja na wingu lililotanda ilikuwa ni Agosti 2 mwaka huu, ambapo mama wa mtoto huyu alipoteza maisha kutokana na changamoto ya mshono aliopata kipindi anajifungua mtoto huyu. Jukumu la malezi lilibaki kwa bibi wa mtoto huyu. Mzawa TV imefunga safari kutoka eneo la Dodoma mjini mpaka kufika eneo la Ng'ong'ona lilopo hapa jijini Dodoma, na hapa inakutana na bibi wa mtoto huyu. Anaeleza changamoto mbalimbali zinazomkumba katika safari yake ya maisha, huku akipaza sauti kwa Watanzania pamoja na serikali kuweza kumsaidia namna bora ya kuweza kupata malezi ya chakula hata maradhi. Niite Peter Obogo wa Mzawa TV.